hapa huko. Ndio, sikiliza basi. 15 kitabu cha Marko. Kinasemaje? Inasema 15:31. Inasema hivi, angalia mwenyewe maandiko hayo. 15:31 Marko. Kadhalika wakuu wa makuhani wakamdhihaki wao kwa wao pamoja na waandishi wakisema, alipofanya wengine hawezi kujiponya mwenyewe. Kristo mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani. Haya, mtemaji sasa. Unasemaje andiko hilo? Wakati Yesu alikuwa wapi? Yuko msalabani. Unaona, kwa hiyo andiko linatuambia Yesu yuko wapi? Yuko msalabani. Haya sasa. 3:13 Galatia. Haya ndio ya mwisho. Nampeleka mbali sana. Nikupeleke mbali watu wamekaa wote hapa. Kiswahili gani? Soma andiko hilo. 3:13 Galatia. Anasema hivi. 3:13. Pia twende pamoja. Kristo hapo alifanya laana kwa ajili yetu. Endelea. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanya laana kwa ajili yetu. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Mbe Samson. Umeelewaje hilo andiko? Umeona nzuri? Nzuri inasema mtu aliyewekwa msalabani amefanyeje? Amelaaniwa. Kwa maana Yesu kafanyeje? Hajalaaniwa. Unataka nini tena? Mtu arudie. Wewe arudia. Hebu ngoja. Nitaka kubishana. Bwana Samson. Tukisubishana. Nisikilize Samson. Sawa. Wewe na mimi tunasoma maandiko. Sawa. Soma mwenyewe 3:13 Galatia. Soma mwenyewe. Soma kwanza. Subiri, soma kwanza. Nashukuru Bwana na usishukuru kwanza, rudia hapo. 3:13 Galatia. Kristo alitukomboa katika taratibu. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana ameandikwa, hakuna ameandikwa. Imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Basi, kwa hiyo Biblia inasema kila aliyewekwa juu ya mti kafanyaje? Amelaaniwa. Na mtu akilaaniwa kwa Mungu anaenda wapi? Aende mbinguni. Kwa maana hiyo Yesu amelaaniwa, aende wapi? Yeye mtasabu ni katika Bwana. Hawezi mtasabu yake mtu mwenyewe mzungumzia. Alikuwa nini? Kwamba yeye atakuja baada yake ndiye atakayokuja kukomboa wanadamu. Sasa wewe na Mungu nani zaidi? Zaidi Mungu. Haya, lete andiko. Mungu anasema nimemtuma Yesu duniani afe msalabani kwa ajili ya dhambi zenu. Mimi nakupa andiko ambalo wewe unaweza kusaidia na wengine wote. Sikiliza, usiwe na papa ndugu yangu. Hatubishani, tunabishana. Kwa taratibu. Sasa nataka nikupe andiko kwa Kristo na Biblia. Kile nikupe andiko ambalo sisi wa Kristo tunapita jamani kwamba Yesu alikufa baada siku zake akafufuka. Sawa? Sikiliza. Hebu sikiliza. Unajua Samson hata unielewi. Yesu katumwa na nani duniani? Katumwa na Mungu kama mtume wa Muhammad ibn Elia. Yesu anaweza kufa Mungu asijue? Yesu anaweza kufa Mungu asijue? Anaweza kujua tu. Anaweza kujua. Sasa wapi Mungu anasema nimemtuma Yesu duniani ili afe kwa ajili ya dhambi zenu? Andiko lipo. Haya nipe. Tuni ya ndugu yangu. Haya nipe. Andiko lipo. Ndio naliomba. Lakini utafuta taratibu. Utafuta taratibu. Ila sasa nataka nikupe tumeleta watu tumeleta watu. Hicho nimeleta. Usibishane. Kama sisi kama vile kama mzee alifanya kwa sababu tumekuta mzee hapo tajiri huyo. Au kama mtu kunaweza kutendea hiyo kama ndio sahihi. Na sisi tunapata hiyo kwa kila zetu. Nataka nikupe andiko hapa. Sisi ndio kwanza tunakuta tunasema Yesu alikufa kwa siku akafufuka. Andiko linachukua maiki nani? Unaitwa nani? Omari. Naam. Umesikia? Kwenye mjadala hii hatutaki mambo ya imani ya kanisa. Mimi niko Dodoma. Umeona wazee wameacha kazi zao kina mama. Hapa tunataka maandiko. 3. Kusema nini nasema tu. Kwani mkisema wewe nyie ndio ni kweli. Mungu hawezi kumleta duniani afe kwa sababu yenu nyie.
Yaani wewe una malaria, badala kwenda hospitali, unaandikiwa sindano upigwe wewe, unamchukua mkeo. Piga wewe sindano mimi nipone. Ni akili hiyo. Yaani hii mtende dhambi, makosa achukue Yesu. Haya ni maneno ya uongo. Wapi andiko Mungu anasema, "Nimemtuma Yesu duniani afe kwa ajili ya dhambi zenu." Mpe maiki. Bora kwa ndugu yangu, kama nashikira kuelewana, nafikiri ndio tunataka. Kwa sababu hiyo pia nataka wewe hapo mshale kwamba sisi Yesu alikufa basi kwa sababu haya toa hiyo andiko. Yohana 19:14. Haya toa sasa. Yesu alikufa. 19 Yohana 4:9 Yohana. Naye ilikuwa ni maandalio ya Pasaka, yapata saa 6. Akawaambia Wayahudi, "Tazama mfalme wenu." Basi wale wakapiga kelele, "Mwondoshe! Tazama mfalme wenu." Basi wale wakapiga kelele, "Mwondoshe! Mrudishe!" Pilato akawaambia, "Je, mrudishe mfalme wenu?" Makuhani wakajibu, "Sisi hatuna mfalme ila Kaisari." Bwana hapa anaanza kuangalia kifo chake baada ya kukamatwa na wale Wayahudi. Anaangalia kifo chake na maana baada ya kutoka hapo sasa ndio anaingia katika mambo ya kwenda kufufuka. Hiyo kazi mstari hapa. Hata mstari wa karamu ndio nakwambia kwamba Yesu anaamsoni. Ndio. Sasa unajua mimi nikikuita kuna kitu nataka nikuuliza. Mimi wasiongee hiyo kazi yangu na kusikiliza kuuliza maswali. Sawa. Hivi Samson? Naam. Mimi nataka nikuulize katika sheria 10 za Mungu. Ndio. Mungu anaruhusu kuua na kataza kuua. Zamani ilikuwa jina kwa jina, lakini yeye anasema anapiga safu na haruhusu. Haruhusu Kwa hiyo ina maana ukiua ni dhambi. Ni dhambi kubwa. Kwa hiyo walimuua Yesu wana dhambi. Ni dhambi kubwa. Kwa hiyo alipouawa mtu hakuna uokovu. Uokovu wa nini? Ndio nakuuliza wewe. Hata sheria inasema mtu kwamba mtu anapofanya dhambi kwa sheria hizo za nyuma kabla Yesu hajaja, itakuwa naye pigwa kwa mawe au kwa mawe. Unaona? Hapo bila kubadilisha. Kwa hiyo mtu anayeuawa ni yule aliyefanya dhambi. Sasa kama tunategemea kwa jibu kwanza swali. Sio baada ya subiri. Mtu anayefaa kuuawa ni yule aliyotenda nini? Neno la kosa kwa sababu dhambi ni kitu ambacho kinachofanywa katika imani. Kama makosa. Kwa hiyo kama ukutenda dhambi, wewe upasi kuuawa. Upasi kuuawa. Haya tuambie Yesu alitenda dhambi gani ikabidi auawe? Yesu Kristo katika maandiko kwa sababu subiri kwanza, alitenda dhambi gani ikabidi hiyo dhambi auawe? Yesu kutenda dhambi ile sana. Hebu rudia tena, Yesu hakutenda nini? Hakutenda dhambi. Kwa hiyo ilikuwa haina haja ya kufanyeje? Ya kuuawa. Takbir. Mpe maiki kwanza. Tulia kwanza, hebu ashia maiki kwanza. Nisikilize mimi, mpe maiki kule. Niachie mimi kwanza, wewe utajibu. Hebu mpe maiki sasa.